no muyumbe iravuye iminota ingahe waliona Yesu ni matajiri, utajiri wao hauna mwisho. 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 Mani baho mugisha dukubitira Imana amashi twakira muvuga ubutumwa. Reka dukomere Imana amashi. Chatushangilie Mungu kwa makofi. Musenge. Chatuombe. Mana nkuru, Mana nziza. Umugoroba uduhaye, umugoroba utarabayeho, umugoroba utazabaho, umugoroba wo kukuramya no kuguhimbaza. Amajwi yacu, intekerezo zacu, imbaraga zacu, ubwenge bwacu, ubutunzi bwacu, impano zacu, byose tubishize imbere yawe ngo bikuramye. Ukwiriye gushirwa hejuru, ukwiriye gupfukamirwa, amahanga yose akumenye, abari mu isi bakuramye,
ibihumeka byose ibinyabuzima bivuge gukomera kwawe. Turagushima yuko uri hano muri uyu mugoroba. Mwuka wawe wera ayobore gahunda zindi zose, avuge ntavuguruzwe, avuge nk'uko yagambiriye. Tugukomeye amashyi menshi, tugushimira. Hallelujah. Turashima Imana muri uyu mugoroba. Tunamshukuru Mungu jioni hii. Mwanyemera tukazamura Imana ibiganza. Acha tuinue mikono tafadhali. Kongere tuzamura ibiganza cyane. Tuinue mikono sana. Dukomere Imana yacu. Shangilia Mungu kwa makofi. Ya. Ahantu rero nahakunze cyane. Mahali hapa nimependa sana. Ndashaka kuhagaruka vuba. Nitarudia hivi karibuni. Ariko lakini nzahagaruka umukoro nabahaye warangiye. Nitarudi nikiwa ile homework niwapea niwapea ya mama Bishop. Nisanga yicaye mu ntebe yiwe hariya nzagaruka. Cyumvikanye ntabwo mwanumvise. Hamjaelewa. Banyicaje mu ntebe y'umugore wa Bishop. Wamenikalisha kwa kiti ya hanyuma Bishop Muhima nawe yicara mu ntebe y'umugore wa Revera. Alafu Bishop Muhima akakaa kwa kiti ya mkewe Reverend. None rero nimumara kubikemura, mkishatengeneza hayo, zaza kwigisha inyigisho z'abashakanye. Nitakuja kufunza mafunzo ya walioana. Ababyishimiye bakomera Imana. Wale ambao wamefurahia shangilia kwa makofi. Ntabwo nishe protokole. Mimi sijaribu protokole. Ibi biri mu bwami bw'Imana. Hii ni katika ufalme wa Mungu. Sivyo, biri mu bwami bw'Imana. Katika ufalme wa Mungu. Ego. Iyo ntaza kumubaza umugore wari nari kugenda ndamumenye n'ubu sindamumenye kuko kama singemuuliza mkewe ningelienda bila kumjua. Reka acha ya icyakabiri. Jambo la pili, nyangunda kujya mu matorero y'abantu bavuye muri Kenya bari hanze. Wanga napenda kuenda kwa makanisa ya wale ambao wametoka Kenya wakiwa ngambo. Bakavuga ngo abantu bavuye muri Kenya ngo nibo bazabakora no mu matorero. Wachungaji wanasema wale ambao wametoka Kenya ndio ambao wanafanya hata makanisani. Nabibonye rwose. Nami pia nimeona. Reka dukomere Imana amashyi. Shangilia Mungu kwa makofi mengi sana. Mushobora kwishimira umurimo ukomeye mukora. Mnaweza kufurahia kazi kubwa mnayoifanya. Benshi mufite imirimo isanzwe. Watu wengi mna kazi za kawaida. Ariko uburyo mwitanga ni ibintu bishimishije. Lakini jinsi mnajitolea ni jambo la kufurahisha. Abantu bacu abashumba bacu bakunda kuza hano. Wachungaji wetu wanapenda kuja hapa. Cyumweru hari evangelist mu rusengo rwacu wari hano. Na hata Jumapili iliyopita kulikuwa na mwinjilisti hapa. Baratubwira ni hari ahantu. Wanatuambia mahali hapo. Muzatubera abashumba baze kwigisha abantu hano. Muweze kualika wachungaji waje kufunza watu hapa. Bishop Moise. Bishop Moses. Wewe uzazi wacu nta igihe mutaratunganya ibyanyu ngo ngaruke wowe uzabuje wacu. Kabla mjaandaa kwenyu wewe uje kwetu. Si hivyo. Yarasanzwe yohereza Bizimana pastor. Alikuwa anamtuma Reverend Bizimana. Ntabwo narezi Bizimana n'urusengero avamo. Sikuwa najua kanisa anayotoka. Uyu munsi none namenye umubyeyi wiwe. Leo sasa nimejua mzazi wake. Abandi benshi bari hano babajama. Na wengine wengi ambao tunajua. Abajamano ngo ndabakunda. Waambie na wapenda. Ya reka ndatinze ndashima Imana yuko dushoje iki giterane. Namshukuru Mungu kwa tamati ya mkutano. Muzanyoroheraga gutanga igahunda. Haikuwa rahisi kupeana programu hii. Amezi menshi asaba ko tubikora. Lakini ilikuwa kwa miezi mingi wakituomba tufanye hivi. Ngatsindwa n'ikintu kimwe gusa. Nilikuwa nashindwa na jambo moja. Ngatsindwa n'ukuntu uje hanze cyane. Kwa kuwa naenda ngambo sana. None nkabwira abantu ko nanewe kuza muri Kenya. Sasa naambia watu nimeshindwa kuja Kenya. Hicho ndo kimenishinda. Kuko nari mfite impamvu nyinshi zituma ntaza. Kwa maana nilikuwa na sababu nyingi zinazozifanya sije. Ni ubona umwanya wo kugenda kure cyane. Lakini moyo ukaniambia kwa kuwa unaona muda wa kwenda mbali sana. Jinsi gani uwezi kwenda hapa karibuni. So ndashima Imana ko byakunze. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa kuwa imewezekana. Munyemere dusome ijambo ry'Imana. Tamni ruhusu tusome neno la Mungu. Nishimira Bishop Muhima. Nikimshukuru nikifurahia Bishop Muhima. Yeye ni ndugu yangu mkubwa. Ariko turakonekta tujya tuvugana kenshi. Lakini wanga tunaongea mara nyingi. So sindabasura mu matorero. Sijawatembelea kanisani. Ariko kuza mu bayumbe nivyo byiza kuruta kujya mu matorero. Lakini kuja kwa ombezi maybe ndo mzuri kuliko kwenda makanisani. Wameniambia makanisa ni zaidi ya 100. Mu gitondo zari byanze ko nza hano arabizi. Asubuhi ilikuwa haiwezekani nije hapa. Mugenzi wanje abone uko asobanura. Na nije ili ndugu aone vile kwica gahunda aho nagomba kuja handi. Nikaharibu mpango pale
mbali ningelienda, ariko ari abayumbe kuko mwese muahurira, lakini kwa sababu waombezi nyote mnapatana hapa ni vizuri sana. Twishimiye abayumbe bacu beza, tunafurahia waombezi wetu wazuri, dukora turawushigikiye, kazi ambayo tunafanya tunaiunga mkono, kandi abatabashigikiye nabo mujye mubumva, na wale ambao hawaungi mkono muwasikie, bagomba gukora, wana mambo mengi ambayo wanafanya, kandi na tena bagenda bayoboka, ndabona ariko bimeze, naona nao wakienda wakifuata laini hii. Luka igice cha 11, Luka mtakatifu sura ya 11 murongo wa 10 wa mbere kugera ku murongo wa 4, mstari wa kwanza hadi wa 4, ariko ndahagarara gusa ku murongo umwe wa 4 nyine, lakini nitaweza kusimamia mstari wa 4. Luka 11 niyo yari teme yacu, ndasoma ku murongo wa mbere nongere ku wa 4. Hicho ndio kilikuwa kiini chetu mkutano huu, tutasoma wa kwanza hadi wa 4. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, data buja twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibiryo cyangwa ibyo kurya byacu by'uwo munsi. 4, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwosha. Nakira ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Reka nsoreze muri Matayo, wacha niweze kutamatisha katika Mathayo mtakatifu 18 umurongo wa 21, 18 mstari wa 21 ngere kuri 22 gusa, tufike hapo 22. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, data buja mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Reka dukomere Imana amashi kubw'ijambo ryayo. Tushangilie makofi mengi kwa ajili ya neno. Nagiye mfata umwanya wo kwigisha hejuru y'amasengesho. Nimechukua muda mrefu nikifunza juu ya maombi. Sisubira mu nyigisho nakoze kuva kuwa 4 kugeza none. Sitorudilia mafunzo tumefanya tangu Alhamisi mpaka siku ya leo. Ziri online ushaka kuzikurikira ya. Anayetaka kufuatilia angalie kwa online kwa mtandao. Materaniro rusange hari n'inyigisho bagenda bashira ku ruhande. Nimeona kuna ibada nzima pamoja na zile mafunzo yanaweka kando. Na hii siku ni ya kucelebrate. Bila kucheza leo hatuwezi cheza siku nyingine. Bila kuomba leo hakuna siku nyingine. Kuliko niendelee kurudi kwa mafunzo ili tuweze kuanzia. Tazungumza maneno matatu. Neno la kwanza, iyi nyigisho Yesu yigishaga abigishwa, haya mafunzo Yesu alikuwa anafunza wanafunzi, yari igamije kugira ngo bazayishire mu bikorwa, ilikuwa ni ili waweze kuweka kwa matendo. Jambo la pili, Matayo na Luka bombi barayanditse mu magambo avunaguye, na Luka pia wameandika kwa maneno mafupi, ariko Matayo yarayarambuye cyane, lakini Matayo ameweza kuyaandika kwa undani. Yavuze mu bugufi, Luka akakani kama amesema kwa kifupi. La tatu, urebye muri kiriya gice twasomye muri Luka, ukiangalia mahali tumesoma katika Luka, harimo amagambo 4 gusa, kuna maneno 4 pekee, nubwo yavuze byinshi, hata kama amezungumzia mengi. La kwanza, yababwiye hejuru yo kuramya Imana no kuyihimbaza, amewaambia juu ya kusifu Mungu na kumwabudu. Niyo mpamvu yavuze ngo muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru, ndio maana akasema semeni baba yetu uliye mbinguni, jina lake litukuzwe, ubwami bwe buza, ufalme wake uje, muvuge yuko ibyo ashaka aribyo bigomba gukorwa, na mapenzi yake yatimizwe. Anasoza avuga ngo ubwami n'icubahiro byose nibye, na akasema utukufu na heshima yote ni yake. Hiyo ni kiini moja ya kusifu Mungu na kumwabudu. Ukienda kuomba ukose kingine cha kusema, anzia hapo. Ukienda kuomba ukiwa na mengine ya kusema, nakaa hapo hapo, kwa maana mengine yote haya kabla hajasikika, hiyo ni kama nusu. Ndio maana kanuni ya 4 ambayo tumezungumzia, ambayo inasema kusikia vizuri ombi na kuomba vizuri, ni kuambatanisha na ufalme wa Mungu. Hiyo ndo maana yake. Maana ya pili ya maombi hayo, harimo gusaba,
ni kuomba. Icho nkunda ni kingiki. Kile napenda ni hiki. Nta muntu ujya wigishwa gusaba. Hakuna mtu ambaye anafundishwa kuomba. Habe n'umwana wavutse. Hata kama ni mtoto amezaliwa. Ajya yiga gusaba ntawe bimwigisha. Anajifunza kuomba kama mtu hajamfunza. Uzabirebe. Angalia vizuri. Afite amezi gusa. Akiwa na miezi. Azarambura akaboko. Ananyosha mkono. Ataramenya kuvuga. Kabla hajajua kuongea. Atarambuye akaboko. Na asiponyosha mkono. Utamire. Unaenda kukula. Akazamura akaboko kashaka kwa kichutami. Anainua mkono akitaka kukunyang'anya kile umechukua. Kuomba ni kitu ambacho ni tunazaliwa nacho. Tibisaba ko tuciga. Haifai tusome. Nta muntu tuzigisha gusaba. Hakuna mtu ambaye atafundisha kuomba. Ubuzima turimo. Kwa maana maisha tunayoyakaa yanatufunza kuomba. Na hakuna yule anaweza kukosa cha kumwomba Mungu. Hiyo ndio sehemu ya pili ya maombi. Sehemu ya tatu ndio naenda kuzungumzia. Inazungumza juu ya kusamehe. Ndilo neno ambalo nimesimama nalo. Huwezi kuomba kweli kama hujasamehe. Kirumvikanye? Mesikika. Tushobora gusenganya. Huwezi kuomba kweli. Isengesho ryose rizira ubuziranenge. Ombi lote ambalo halina uhalisia kunyura mu mbabazi. Lazima lipitie kwenye msamaha. Yesu yigeze kuvuga ngo. Yesu amewahi kusema. Nuja gutanga ituro nkuko twabigenza. Ukienda kutoa sadaka kama jinsi tumefanya. Ukibuka yuko ufitanye ikibazo n'umuntu. Na kukumbuka una shida na mtu. Urisigira umujama mwicaranye. Kaachie ndugu mnayekaa pamoja. Nenda kwanza ukatatue tatizo. Baada ya kutengeneza na ndugu yako uweze kurudi pahali sasa umeachia utoe. Sehemu ya 4 ya ombi hilo utusamee dhambi zetu. Lakini maneno hayo ya mwisho mawili, kusamehe na kusamehewa, hizo zote zinafanana. Ni kama vile zinafanana. Kimoja kinaanzia kwa kingine na jambo lingine linamalizia kwa lingine. Kwa hivyo jioni hii ya leo nitawaongelesha neno msamaha kama jinsi ya kuomba vizuri. Na baadaye tukitamatisha, ule mtu usiyemsamehe uombe ili uweze kumsamehe, ili mipangilio yangu iende kwa haraka. Kusamehe hilo ni kanuni la ufalme. Wacha nizungumze maneno machache. Kusamehe ambayo haielezei. Alafu niseme maneno kama ngapi yanayoeleza kusamehe. Lakini kusamehe ni kanuni ya ufalme. Biblia igaragaza yuko kubabarira inadhihirisha kuwa kusamehe ari rwo rutindo cyangwa ikiraro ndiyo daraja kiduhuza n'Imana ambayo inatuunganisha na Mungu, kikaba n'ikiraro kiduhuza n'abantu, na inakuwa daraja inayotuunganisha na watu. Mkristo yokuyemo imbabazi, Mkristo ukiondoa msamaha ubusigaranye Biblia itari mikiri, umebaki na Biblia bila kitu. Ijambo ryonyine rihuza Biblia, neno ambalo linaunganisha Biblia ni urukundo n'imbabazi, ni upendo pamoja na msamaha. Kandi hatari urukundo na bila upendo hakuna msamaha, hatari imbabazi bila msamaha hakuna upendo. So ndimo ndavuga kubabarira, nazungumzia juu ya kusamehe. Yesu aravuga ngo, Yesu akasema, nimuja gusenga mkienda kuomba ngo mujye muvuga ngo tubabarire ibyaha byacu, msemeni utusamehe dhambi zetu kuko natwe tuharira abari imyenda yacu yose, kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Icyambere la kwanza, kubabarira kusamehe tibivuga yuko haimaanishi ya kuwa tugabanyije agaciro k'umuntu waguhemukiye, ya kuwa tunapunguza dhamani ya mtu aliyekukosea. Kubabarira umuntu, kumsamehe mtu tibivuga yuko ikosa yakoze, haijamaanisha kuwa kosa alilokutendea ya kuwa si kweli cyangwa rifite agaciro gake ama lina dhamani ndogo. Oya, la, ishaha buri dhambi kirakomeye, ni kubwa, nicho cisha umwana w'Imana, ndiyo imemfanya mwana wa Mungu akufe. Mtu akikutendea dhambi ngaho utakibonye, usikae ni kama hujaona, tuzakimare n'agaciro na usiweze kuipunguza, kuko icyaha kirakomeye, kwa maana dhambi ina ukubwa. Impamvu mbivuze ni, kwa nini nimesema hivi? Nuko mu buzima bwacu bwa buri, kwa maana maisha yetu ya kila siku umuntu ajya kubwira ngo mubabarire, mtu anakuambia nisamehe, ukavuga ngo urabona, na unasema unaona ibintu wakoze, mambo umefanya, jewe n'ukuri nabisize aha, mimi nimeacha pale, ngo sinigeze
na hata si kuona kama ni jambo kubwa, na hata haijanihuzunisha. Ni kwa kweli hakuna kitu umefanya. Hayo na wengine wanafanya hivyo, na anapunguza kweli, anamaliza kweli dhambi hii na haja kusamehe. Hiyo ni unafiki. Na ukitoka hivi nasema mnajua kitu amemfanyia, lakini nimemsamehe vitu amefanya, nikiweza waambia. Anaenda polepole ili mkampe masikio, na anamsema mtu huyo, na anazidisha na anazidisha, na anaendelea kusema, anaendelea kuweka misumari, na alikuwa tayari ametoa. Mnaongea akasema hamna tatizo, wengine akasema umefanya ajabu. Hiyo ni unafiki. Ukristo ambao ina unafiki ni Ukristo ambao ni ya upagani, ni wapagani wa kanisani. Tibimara gaciro, haimalizi dhamani icyaha umuntu yakoze, haipunguzi dhamani ya dhambi mtu aliyofanya. Usiseme ni jambo ndogo sana, nubwo yakuvuze gusari, hata kama amekusema mara moja, uzumubwira ngo kuvugana ni bibi, kamwambie kusengenyana ni vibaya, kukoiza ibihuha ni bibi, kamwambie umubwire ngo kupitisha uvumi ni vibaya, kusengenyana ni vibaya, lakini nimekusamehe. Icyo wakoze ni kibi, kile umefanya ni kibaya, ariko icyo Kristo yakoze ni kikuu, lakini kile Kristo amefanya ni kikubwa. Kwa sababu hiyo nimesamehe. Biravugiki, inasema nini? Tibivuga haimaanishi kwemerera icyaha no gukomeza, kukubali dhambi na kuweza kuisema sana. Pero iyo umuntu utamubwiye ko yakoze ikintu, mtu usipomwambia amefanya kosa, hari igihe yongera gukora ngacaki, saa zingine anafanya kama lile. Ndio wamubwiye ngo nta kibazo kiriho, si umemwambia hamna tatizo. Niba waramubwiye ngo nta kibazo, kama mwambia hamna tatizo, kubikora nyine nta kibazo, kufanya hamna tatizo. Ariko numubwira ngo nshuti yawe, lakini ukimwambia rafiki yangu, charane ngubwire neza, tukae nikwambie vizuri, wakoze ABC, umefanya jambo moja mbili tatu, haya mambo umefanya si kweli, ariko nyuma ya, lakini baada yake na kusamehe. Uziko na Yesu, unajua hata Yesu yagezabwira abantu gahunda zose, alikuwa anaambia watu mipangilio yote. Kucharabwira abantu ngo, amewahi kukaa na kuambia watu, enyi watoto wa nyoka, fils de vipere, wale watoto wa nyoka, watoto wa nyoka. Yigeze gufata umukandara, amewahi kuchukua mkanda, amewahi kuchukua mkanda, akaingia kanisani na akapiga watu ambao walikuwa wamefanya makosa. Kama angelikuwa wakati huu, angelisema hakuna vitu kubwa mmefanya. Unaona vitu za kuweza mngelifanyia hapa nje, wapagani wasione. Lakini alipoingia na hasira kubwa, akasema nyumba yangu itakuwa nyumba ya maombi, mmebadilisha kuwa pahali pa kuuzia. Alafu hapo na akawafanya marafiki, akawasamehe. Ndipo inafaa kuwa mwambie mtu ukweli, hanyuma murangiriza aho ngaho, alafu mumalizie hapo. Dukomere Imana yacu amashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo umuntu yakoze ni bitoya changa sibyo. Si kusema eti mambo mtu amefanya ni madogo ama si haya. Kwemera ibyo umuntu yagukoreye. Si kukubali yale mtu amekufanyia. Ahubwo no kurenga ibyo yagukoreye. Bali ni kupita yale amekufanyia. Na unaangalia yale Kristo amekufanyia. Na unapiga hatua, mnaishi pamoja. Jambo la pili, ntabwo ari ugutegereza yuko bagusaba imbabazi. Si kungojea wakuombe msamaha. Abantu benshi batababariye. Kuna watu wengi ambao hawajasamehe. Kubera yuko batarabasaba. Eti kwa sababu hawajaomba msamaha. Urabona pastor. Unaona pastor, mchungaji. Umuntu utaransaba n'imbabazi. Mtu ambaye hajaniomba msamaha. Utaranavuga sorry. Na ambaye hajasema hata pole. Unafikiria watu wote wataomba msamaha? Iyo umuntu ageze mu rwego kuvuga ngo mbabarira. Mtu akifika kiwango ya kusema nisamehe, ameshakomaa katika wokovu. Kuomba msamaha ni gikorwa cy'abakuze. Hilo ni tendo la wale ambao wamekomaa kiroho. Kuomba msamaha ni mtu ambaye ana dhamiri. Si kila mtu ambaye ana dhamiri. Saa zingine unangojea mtu akuombe msamaha na anangojea ili aweze kukumalizia, hajamalizia kazi aliyoianzisha. Saa zingine unangojea mtu akuombe msamaha na yeye hata hajajua kama amefanya makosa. Na Biblia inatupa mfano mzuri. Yesu alipokuwa
alipokuwa msalabani hawakumuomba msamaha kwanza. Watu walikuwa wanamrushia mikuki, watu walikuwa wanamtemea mate, watu walikuwa wanamkatia basi. Lakini Yesu akawaambia, muwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Kawasamehe. Hawakumuomba msamaha. Kumbuka maisha ya Stefano, naye anarushiwa mawe. Stefano hakuna yule amemwomba msamaha, lakini moyo wa Mungu ambaye umo ndani yake akasema, Baba kawasamehe hata kama hawajaomba msamaha. Kuna watu hawatawahi kukuomba msamaha kwa maana hawajafika kiwango cha kuomba msamaha, lakini wewe umefika kwa kiwango hicho. Umefika kwa kiwango cha roho kizuri. Kawasamehe. Na haja niomba msamaha. Muziko na telefone yiwe yambrose. Unajua hata simu yake ameweza kuniblock. Ugize mahirwe yo kublock. Ukiwa na bahati anaweza akakublock. Akomeje kohereza ibindi byo zabari ibi. Kwa maana akiendelea kutuma vingine itakuwa vibaya. Mtu ambaye anakublock. Uriya mukublock umuntu harimo no kwirinda. Kwa kumblock mtu hata kuna kujilinda. Umuntu wewe wa block. Mtu ambaye umemblock. Nituvana umublock. Tukitoka hapa mtoe kwa blacklist. Muambie ndugu yako mtoe kwa blacklist. Ubutumwa burakomeye. Tuzamuri Imana yacu biganza. Nyosha mikono kwa utukufu. Dukomere Imana yacu. Shangilia Mungu kwa makofi. Hallelujah. Biblia inavuga ngo, Biblia inasema, niba bishoboka, kama inawezekana, kwa ngambo yenu mugire umwete, muwe na juhudi ya kuishi na watu wote kwa amani. Ugire umwete, muwe na juhudi, ubishiremo imbaraga, weka bidii. Wari waramublotse, yule ulikuwa umemblock, ugire umwete, wewe na juhudi, piga hatua. Umubwire ngo kuva none, kamwambia siku ya leo nilikuwa nimekusimamisha, lakini tangu leo nimekuwa na juhudi na kuweza kukuzalia matunda. Nimekuwa na juhudi na kupata, nimefika upangoni mwako na bisha. Ukifungua tutaweza kuishi pamoja. Kublock mtu ni kuweza kukata daraja inayounganisha. Kwa maana sasa kumtoa kwenye blacklist ni kufika kwa upango wake. Umefika upango wake ukiweza kubisha. Ile neno ambalo liko kwa Ufunuo, napenda neno hilo. Nyosha utukufu kwa Mungu. Shangilia Mungu kwa makofi. Acha nizungumzie kidogo. Kuna mtu ambaye ameanza kutangaza injili. Tumaye ni Ufunuo 3:10. Sikumbuki vizuri, lakini wacha niwaambie kidogo. Akaenda. Alikuwa ni mwinjilisti yule wa barabarani. Akafika kwenye pango la mtu, akabisha, akitafuta kumwambia injili. Mtu akafungua na akafungua dirisha. Akaangalia akaona ni mwinjilisti. Akakataa kumfungulia. Huyo mume akafikiria huyo mtu hayumo. Alikuwa business card visit. Alikuwa na business card, arayihindura inyuma harya hatanditseho, na akaweza kubadilisha pahali ya kuandika, akaweza kuweka maandiko ya Ufunuo kivuga ngo mbaya inasema, nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na afungue niingie kwake tuchangie. Akaweza kuchukua ile business card akaiweka chini ya mlango. Yule anaambia anamwangalia, bavuga ngo umubwire ngo ndasinziriye, eti umwambia anasinzia na anaona kweli. Anaweza kuchukua ile kadi akaangalia, akaona ni mwinjilisti anayemfahamu. Alikuwa anamfahamu kweli kweli, akifahamu hata kanisa lake. Jumapili akakuja, akaenda na ile business card, akaenda akafika kanisani akashiriki. Ule mwinjilisti akahubiri, akatamatisha, naye akachukua business card yake, akaandika maandiko mengine ya Ufunuo. Akaandika ya Mwanzo. Hamwe ni 3:10 handi ngira ngo ni 2:10. Moja ni 3:10, mwingine ni 2:10. Andika ngo numvise imirindi yao. Akasema nimesikia miguu yako ndahunga na nikatoroka, kuko nari namba y'ubusa, kwa maana nilikuwa nimevaa uchi. Mbona mvuka bimeze? Mnasikia vile ilivyo? Ngikuvuga buryaga wazaga. Saa zile ulikuwa unakuja, nimeweza kukusikia ukija. Naanze gukingura mbi. Nimekataa kufungua nikijua. Nikatoroka kwa sababu I was naked. Nilikuwa uchi.
arakamuheza na akampa. Wamuvuga butumwa Ule mwinjilisti yamenya ko ari wo wa muntu, hakujua ni mtu yule. Bitinze agiye kureba, alipoenda kuangalia asanga yashubije cyakindi yamubwiye cyane, akapata amejibu jambo lile amemwambia. Ukiweza kumtoa mtu kwa blacklist na kutuma message, saa zingine anaangalia na asijibu kwa sababu mnabishana. Baada ya wiki unaona ametuma kitu. Ni kusema kusamehe kwako imefungua milango. Siku ya kwanza amekuangalia hivi akajifanya, lakini dhamiri safi kamwambia umesamehewa nawe usamehe. Tuzategereze yuko usiweze kungojea ya kuwa agusaba imbabazi, akuombe msamaha. Wewe umushiri imbabazi zimugereyo, wewe mpelekee msamaha imfikie, maana nawe Mungu amekupelekea msamaha. Kumbuka mtoto mpotevu akiza alipokuja yasanze sagira imbabazi, amepata baba yake ana msamaha. Imbabazi ziwe zira haragira icyo mvuga sirambora sitigwe nusange mutima nkunda cyane nakubabariye nuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba haragira icyo mvuga sirambora sitigwino sange mutima nkunda cyane nakubabariye nuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba haragira icyo mvuga sirambora sitigwino sange mutima nkunda cyane nakubabariye. Ntabwo ari twe twakunze Imana, sisi tumempenda Mungu, niyo yadukunze, bali yeye ndiye ametupenda. Kera tukira abanyabyaha, zamani tukiwa wenye dhambi, yatuzaniye imbabazi, akatuletea msamaha. Imbabazi ze zatugezeho, msamaha wake umetufikia, zatusanze aho twari turi, umetupata pale tulikuwa. Kwa sababu hii umuntu utarakwaka imbabazi, mtu ambaye hajakuomba msamaha, nawe ugemurira imbabazi. Chaga tatu changa chakane, la tatu ama la nne, kubabarira, kusamehe ntabwo ari ukwibagirwa, si kusahau. Harayo ngurabona nguzi ko ntarabibagirwa. Kuna wengine anasema unajua mimi sijasahau. Tugira ubwonko bufite gahunda zitameze neza, tuna ubongo ambao uko na mipangilio si halali. Tunasahau yale ambayo yana dhamani kwetu, na tunakumbuka yale ambayo hayana dhamani. Huu ubongo wangu ungelikuwa vizuri, ningelikuwa mume wa kweli kweli. Na sahau wale ambao wamenigawia, na sahau ambao wameniambia vizuri, na sahau wale wameniambia nimevaa vizuri, na sahau ya kuwa niko sawa. Nakumbuka wale wamenitusi nikiwa na mtoto wa miaka 5, yule ambaye amenitusi akiwa na babake. Urabona kukuita shaho ari muto ya kuko ari kumwe nasi, kukuita kutusi akiwa na babake, ukimwona ukamubanga uyu muntu yigeze konsoza, unasema huyu mtu amewahi kunidharau. Yule ambaye amewahi kukuita mbwa na hujabweka, huyo usahau. Ndivyo mioyo yetu ilivyo. Kusamehe haimaanishi utasahau. Wanawake wengi wana memory. Nikija kwa mafunzo ya Mungu, anasema mwezi wa 9 siku tarehe 2 mwaka wa 2014, hilo neno umelisema tena. Unakumbuka mwezi wa 9 katika miaka hiyo yote? Mimi hata asubuhi sikumbuki. Unataka kujifanya ngonge kuvuga rya jambo kandi umesema tena neno hilo.
Nimesema lini? Mwaka ushize mkwezi kwa kane ndio walivuze. Mwaka uliopita mwezi wa 4 hujasema. Wako kwa mbara ya shati kani. Umevaa shati ile tena. Yeruka rya. Kwa nini nimevaa tena lini? Changa tatu cha meza ndio wayamba. Wiki ya 3 ya meza hujavaa. Bagira memoire bena baba. Wana memory watu kama hawa. Rero kubera yuko batibagirwa. Kwa sababu hawasahau. Hari gihe nibyo mwababariranye. Kuna saa zingine na yale mmesameheana. Ni anakuja. Kama nasi kintu ugariwe niki. Unasema je hiki umeleta niki? Si nimeshasamehe. Sinachaki imbabazi. Si nimeshaomba msamaha. Moja kwa moja ukiomba msamaha. Anakuambia saa hii tayari umeomba msamaha. Anataka akisema upo makosa. Kwanza uende chini. Umalize siku 2 bila kuongea. Mwambie nisamehe. Akuambie bado mapema. Nisamehe. Saa hii ndivyo watu wengi walivyo. Lakini kusamehe haiambatani na kusahau. Kwa kuwa hujasahau haimaanishi ya kuwa ufai kusamehe. Kwa sababu unakumbuka. Ndio maana unafaa kusamehe. Yale uliyosahau hakuna sababu ya kusamehe. Kwa sababu huna. Lakini yale unaona imekufanyika kama leo, ndio unafaa kusamehe. Pahali memori yetu ilipo, si hapo msamaha wetu ulipo. Memori yetu ni Mungu peke yake ambaye anaweza unakumbuka unasahau yale ambayo yanathamani kwako. Password ya telefone yako. Unasahau password ya simu yako. Ukibagirwa password irimo mafaranga ya momo. Unasahau hata password ambayo iko na M-Pesa. Urabona washatse kwibuka sisi wakomeza kukumbuka. Si vitu hizo ndio unafaa kukumbuka. Lakini unasahau. Bazomagara ngo mwana we ngo nyibutsa password. Unaita eti mtoto wangu njoo unikumbushe password. Ariko umuntu wakubwiye ngo urasa nabi. Lakini mtu ambaye amekwambia unafanana vibaya. Ama anakuambia una akili. Urabufite kandi urabizi. Una akili unajua. Uratekereza kandi uruzuye. Unafikiria umejaa. Ariko amuvuga ngo yarantu. Lakini unasema amenitusi. Ngo ndacavyibuka. Ninakumbuka bado. Uyu mwanya wakati huu wibagirwe sahau ukivyibuka. Kwa kuwa unakumbuka. Unibuka kuvyibuka. Na kukumbuka kwa unakumbuka. Ubirengu babarire. Pita usamehe. Jambo ry'Imana ryavuze. Neno la Mungu limesema. Utubabarire ibyaha. Utusamehe makosa yetu. Kama nasi tunawasamehe wale waliotukosea. Shangilia Bwana kwa makofi. Hata kama hujasahau ubabarire. Samehe. Kuko kwibagirwa. Kwa maana kusamehe biva ku Mana n'uburyo yaremye ubwonko bwawe. Kusahau inalingana na vile Mungu ametengeneza ubongo wako. Kubabarira. Kusamehe ni kwa zamu yako, biri ku ruhande rwawe. Ni kwa zamu yako. Chaka ngahe? La ngapi? Chaka ne? 4. Tibivuga haimaanishi kutababaye. Ya kuwa hujaumia. Tibivuga kutakinababaye. Eti haisemi ya kuwa eti saa hii hujaumia. Kubera yuko atababaye cyangwa atakibabaye. Mtu hasamehe kwa sababu hajaumia ama hajaumia kwa sasa. Anaona kwa kweli mimi sijaumia lakini nakusamehe. Hiyo ni unafiki. Kama hujaumia hufai hata kusamehe. Anasamehe aliyeumia. Asiyeumia hata samehe. Kama umeumia ndio sababu unafaa kusamehe. Kwa maana yule ameumia ndiye anafaa kusamehe. Hata kama vile ameniumiza kwa sababu amekuumiza ndio sababu unafaa kumsamehe. Usitafute mahali kwingine. Kwa kuwa amekuumiza ni kweli. Kuwa unakumbuka na unaumia ni kweli. Kuna mwanamke amewahi kuja kuniangalia akaniambia jinsi mtoto aliyemlea wa ndugu yake mkubwa yigeze kumutukuburozi. Amewahi kumtusi eti ana uchawi. Arambwira ngo ikundu yambabaje. Akasema jinsi nimeumia. Ngo sibikunda yuko nanamubabarira. Sijui kama naweza hata kumsamehe. Namubaza impamvu arambwira ngo nuko nababaye. Nikamuuliza akasema kwa sababu nimeumia. Nikamwambia kwa kuwa umeumia niyo mpamvu ugomba kuba. Ndiyo sababu yako ya kusamehe. Yababarira hasamehi asiyeumia. Muragira ngo Yesu ndiye arimo ababara hariya. Nadhani Yesu hakuwa anaumia hapo. Yari yambaye umubiri w'abantu 100%. Alikuwa anavaa mwili wa mtu 100%. Walikuwa wanamnyisha anaumia. Wakimpiga misumari anaumia. Wakimpiga fimbo ya bakora anaumia. Wakiweza kumtoa ndevu anaumia. Stefano alipompiga kwa mawe akaumia. Lakini akasema Baba kawasamehe kwa maumivu
yo kutababarira haiwezi kufanya usisamehe, ahubwo ububabare bali maumivu niyo mpamvu yo kubabarira, ndiyo sababu ya kusamehe. kubera yuko yakubabarira, kwa maana amekuumiza, ugomba kubabarira. ndiyo maana yako ya kusamehe. Icaga tano, kubabarira, kusamehe tibivuga kugarura umuntu icizere, haimaanishi ya kuwa umrudishie mtu imani. Imani. Bwira mugenzi wawe ngo kubabarira, mwambie ndugu yako kusamehe ni automatic. Hiyo ni automatic. Icizere, imani kirubako, hujengwa. Tuzamure Imana yacu ibiganza, nyosha mikono, tubizamure cyane, tumuinulie mikono, tubizamure kandi tumuinulie mikono, dukomere Imana yacu. Shangilia Mungu kwa makofi. Hari kintu njya nibaza, kuna kitu ambacho najiuliza, wa mugoroba wa Getsemani, ile jioni ya Getsemani, iyo bahusha Yesu ndibamufate, kama Yesu angelienda wasimshike, Yuda ali gukomeza kukigaga, Yuda angeliendelea kuwa mweka hazina, natumai hangeliendelea, na bagenzi bari babwiye Yesu ndi uyu muntu ndi twari tumuzi, na hata ndugu zake wangeliambia huyu mtu hatukuwa tunamjua. Yesu avuga irindi jambo, mbele Yesu aseme jambo lingine, ikigaga bari kukimwambura, hazina wangelimvua, kandi byari kumugora kukimusubiza, na ingelikuwa vigumu kumrudishia, ariko kumubabarira, lakini kumsamehe, kurya azaba ngo duhuriza mu vile alikuwa anasema yule ambaye ataweza kupatana kwa sani, already alikuwa ameshamsamehe, ariko icizere, lakini imani kirubako, imani ujengwa. Yambira abantu, naambia watu, nakwiba kabiri, mtu akikuiba mara ya pili, nakwiba ubwambe, akikuiba mara ya kwanza ni accident, hiyo ni accident. nakwiba ubwa kabiri, akikuiba mara ya pili zaburangaye, utakuwa umezubaa. nakwiba ubwa gatatu, akikuiba mara ya tatu zaburinjije, utakuwa mpumbavu. Bisubiremo, cha nirudi, umuntu nakwiba ubwambe, mtu akikuiba mara ya kwanza ni accident, hiyo ni bahati mbaya. Tukibiria, tukiwa huko ngo accident ina macho, tulikuwa tunasema na kuba amaso kugira ngo batakwiba, hawezi kuwa macho iti usiibiwe. nakwiba ubwa kabiri, akikuiba mara ya pili utakuwa mtu amezubaa, ni kama umesahau, wibagiwe ko agira akaboko katari kagufi, umesahau ya kuwa anaiba, kwa ana mkono mrefu wa kuiba. akukuiba mara ya tatu, wewe ni mpumbavu. ariko nubwo yakwibza ubwambe, lakini hata kama amekuiba mara ya kwanza na mara ya pili na mara ya tatu na mara ya mingi, msamehe. niko ijambo ry'Imana rivuga, ndivyo neno la Mungu limesema. Petro akamuuliza Yesu, je, mtu akiweza kunikosea nimsamehe mara ngapi? Yesu kabla kujibu akasema 7. aitavuga wenyine ngo akasema 7. Yesu aramwira ngo singubwira karindwi. Yesu akasema sisemi mara 7, mara 7, 100 mara 7. bivuga iki? Ni kumaanisha nini? tubari inshuro zo kuba, hatuhesabu mara ya kusamehe, ariko lakini icyizere, tumaini, process. muzi process mwayimenye, mnajua mchakato. Nilikuwa nimesema mtu kugira ngo nzamusubize uburenganzira bwose, ili nimrudishe haki yake yote. niba ari umukontable nzongere mubiki, kama nimweka hazina niweze tena kumrudisha. umunsi wa mbere namugira ibanga rarivuga, siku ya kwanza nimemwambia siri, akasema eti nimwambie mara ya pili. abahungu bazaba tubwira ibintu biremere, vijana utuambia mambo mazito. akavugana n'umukobwa, anaongea na msichana, wanapanga bagiye gusora save the date, wakaenda kutoa save the date. umukobwa akavugana n'undi muhungu, msichana anaongea na kijana mwingine, bambwiye runaka, eti wameniambia fulani, kuri sinzi uko byari byage, sijui vile ilikuwa imeenda, akabikarangira na inaishia hapo. wanaanza tena upya, ukongera bukawangu bwa kabiri, inakuwa mara ya pili, yamara gakomeza ngo bazashakane, eti waendelee kuoana. uri naif, wewe unajipenda, kuko umuntu ukubeshe bwa mbere, mtu ambaye amekudanganya mara ya kwanza na mara ya pili, icyizere, tumaini kiba cyamaze kugera hasi, tumaini imeshafika chini, ili iweze tena kuinuka, lazima ujukumike. simvuge ngo uzahora ukenga abantu, sisemi uendelee kuwashuku watu, lakini weza kufanya test. umuntu aho mufatiye ngo mbabarira, vile umemchukua eti nisamehe, hanyuma ugahita ngo dukomeze nk'ibisanzwe, alafu eti tuendelee kama kawaida. yaramaze gushira ukuboko mu mufuka, alikuwa ameshaweka mkono mfukoni, ukongera ukauranga, alafu tena unaiachilia. ikizakubaho kitakacho kufikia, Biblia inasema ukikosa hekima nitakuachilia, ukikosa hekima taifa langu utamenya kwa ajili ya kutojua, mnaadhibiwa kwa sababu ya kutojua. Lakini kusamehe hakuna excuse. akikuomba msamaha, asipokuomba msamaha, ukimwangalia pekee, sema na kusamehe, kwa maana kusamehe ni wewe inaponya. dukomere Imana yacu, haleluya, kwa makofi.
hari amakoti abiri atarayanje nkunda cyane. Kuna koti mbili ambazo si zangu sipendi. Ya kwanza ambayo inasema kusamehe si tendo la wadhaifu. Wenye nguvu ndio ambao wanasamehe. Wale wadhaifu wanaendelea kuwa na fitina. Hawezi enda kwa siasa. Angalia wanasiasa achana na mtu mpaka asubuhi wanakuwa marafiki. Mwingine yeye anaendelea kuangalia ile sura ya zamani. Kote ya kabiri ya pili, msemo wa pili nasema kusamehe ni malipo ambayo mtu anajipea. Hiyo ni malipo mtu anajilipa. Usipomsamehe mtu unaumia. Wewe ndio itaweza kuumiza. Ukiumia bila kusamehe ni kama kunywa sumu na kungojea eti mwingine ndiye afi. Kwa maneno mengine, vile umekaa sana kusamehe unaendelea kuweka huzuni na hasira na hata kuweka chuki. Vile unaendelea kujiweka inaendelea ikikumaliza. Unangojea fulani afi. Lakini ukimsamehe unasafisha moyo wako. Unafanya usafi kwa moyo wako. Umekuwa mpya ndani yako. Ukimwangalia unasema amefanya hivyo, lakini nimefanya zaidi. Amefanya makosa, amefanya dhambi, nimeweza kupeana msamaha. Biblia inasema pahali dhambi zimekuwa nyingi lakini neema imekuwa nyingi. Pahali dhambi imekuwa nyingi lakini neema imekuwa zaidi. Akikuinulia dhambi muinulie neema. Haleluya kwa makofi. Kubabarira. Abwira mugeze ngo kubabarira. Ambia ndugu yako kusamehe. Kubabarira mu Kristo, kusamehe katika wa Kristo ntabwo ari ukuvuga yuko umuntu atishura. Ibi navyo mbivuge. Wacha haya pia niyaseme. Ndabahana urugero rwa Biblia. Na nitawapa mfano wa Biblia. Umuntu azayambara inkweto ya mugenzi we wera yitije. Mtu anavaa kiatu ya ndugu yake akiwa amejiazimu. Yamubwira ngo ndakubabariye. Akimwambia nakusamehe. Akazakomeza kuyambara akaza kuisirimba. Na anaendelea kuivaa na kuja kucheza nayo hapa. Ngo barambabariye. Eti wamenisamehe. Bwira mugenzi wangu kubabarira. Ambia ndugu yako kusamehe. Ni gikorwa cyo mu mwuka. Hiyo ni tendo la kiroho. Kuishura ibyo wajana. Lakini kulipa yale umebeba ni lazima. Abantu bagwejeje umwenda hano. Kuna watu ambao wana deni hapa. Umsamehe. Ariko mubwire ngo lakini mwambie yuko ngo hari umwenda. Wakati sijakwambia nimekuachia deni, leta deni yangu kweli. Muzamwibuka ko Yesu yigeze gusura umuryango mu miryango mike yasuye. Mnakumbuka Yesu amewahi kutembelea jamii moja katika zile ndogo. Akaweza kufika kwa Zakayo mfupi. Alipofika kwa Zakayo, Zakayo aramubwira ngo ngiye gukora ibintu nkabingaye. Zakayo akasema naenda kufanya vitu kama ngapi? La kwanza, ndatanga 10. Nitatoa fungo la 10. Yatanze kangaye ku 10? Ametoa mara ngapi? 4. Ichakabiri. Ya pili, buri muntu wese nambuye. Kila mmoja ambaye nimeweza kumpokonya mali yake nitaweza pia kumzidishia mara 4. Hanyuma biravugike. Alafu inamaanisha nini? Buri yari yakijijwe. Alikuwa ameokoka. Kuko na Yesu yarabihamije. Kwa maana Yesu pia amehakikisha. Akasema kwa Zakayo, wokovu imekuja kwako. Yakijijwe. Ameokoka. Yababariwe. Amesamehewa. Ni Yesu amubabariye wewe. Ni Yesu amemsamehe peke yake. Direct cash ari wiwe. Yupo kwake. Lakini akasema ya wengine uliopokonya karudisha. Usikae na mali ya wengine kwa ndani yako. Weza kutenga ya mali ya wengine na yako. Umuntu azaja mu rusengero. Tanaenda kanisani. Akiwa amekula ngombe za kweza. Akamwambia ngo natsi imbabazi. Na anasema nimeomba msamaha. Akamazitungarinya nazisha. Na akakaa nazo. Zigakomeza kuzarira muzi. Zinaendelea kuzaa ndani ya zake. Mukazana abafite ibibazo. Changa murumuna we changa. Unapata ana tatizo kweli. Ukristo butuzuye. Ukristo ambao haujakamilika. Ukiomba msamaha. Uzakiranuka imbere y'Imana. Weza kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Lakini uwe mtakatifu mbele ya watu. Ukiweza kupata uzamubwire ngo banzumbabarire. Ambia mtu sijapata ya kukulipa lakini unyihanganye sindabona ubwishu. Ya pili sijapata ya kukulipa. Nibishobora kwishura. Nikiweza kulipa. Nitakulipa. Kumana narababariwe. Mbele ya Mungu nimesamehewa. Lakini mbele zako. Nibutse Paulo.
Mnakumbuka Paulo? Ari muri gereza Roma. Yupo gerezani Rumi. Haza umuntu witwa nde? Kukakuja mtu ambaye anaitwa nani? Onesimo musurayo narageze. Onesimo akamtembelea. Nimefika huko Rumi pale alikuwa amefungiwa. Umuntu mugide wanyerekaga. Yule ambaye alikuwa ananiongoza. Akaniambia Paulo alikuwa hapa. Umunsi atanga urwandiko rwa Onesimo. Siku ameweza kupeana nyaraka kwa Onesimo. Nikamwambia siku anajua kama unajua. Aravuga ngo Onesimo yungohereje. Akasema Onesimo ambaye anawatumia alikuwa anakufaidi mbele. Hakuwa anakufaidi hapo mbele. Lakini namtuma mara tena. Nimepatana na yeye Rumi katika gereza. Nimemhubiri ya mambo ya Kristo. Nikamwambia neema anayoleta wokovu. Na akapokea akaweza kuokoka. Baada ya kuokoka yeye ndiye anakutumia Filemoni. Na mtume akiwa ni ndugu yako. Lakini kama kuna yale amekufanyia yahesabie kwangu mimi. Nitaweza kumlipia. Usiweze kumsamehe kwa maneno. Bali deni lote uweze kunitumia. Kwa nini? Kubabarira. Kusamehe. Na reparation biratandukanye. Pamoja na kuweza kureparate tofauti. Tunasamehe watu ambao wametusaliti, wametukosea. Lakini justice wanawafuatilia. Yeye anasema mbona wamemsamehe sasa ni kwa nini wanamfuatilia tena? Dhambi aliyofanya wewe msamehe. Serikali ifanye kazi yake. Msamehe wewe. Lakini jamii imlipie. Ego. Shanyuma wenda mu bitaru kubabarira. La mwisho kwa kutokusamehe. Niseme 3 kwa kusamehe. Kubabarira. Kusamehe ntabwo ari ukwiyunga. Si kujiunga. Tubije gute kandi? Forgiveness. Kusamehe does not mean reconciliation. Haimaanishi kujiunga. You don't reconcile automatically because you've forgiven. Hamwezi kuungana eti kwa sababu mweza kumsamehe. Forgiveness is one step. Kusamehe hiyo ni ya kwanza. Reconciliation will come. Alafu sasa kuungana itakuja baadaye. Kubabarira ni ntambwe ya mbere. Kusamehe ni hatua ya kwanza. Ibanziriza kwiyunga. Ambayo inaanzia kuweza kujiunga. Kubabarira umuntu. Unaweza ukamsamehe mtu utaranashaka ko mwicara. Na hata hujataka mkae pamoja. Ushobora kubabarira umuntu. Unaweza ukamsamehe mtu utaramenya ko yakoze na makosa. Na hata hujajua kama amefanya makosa. Ushobora kubabarira umuntu. Unaweza ukamsamehe mtu. Utazi naho ari. Na hata hujui yako wapi. Ushobora kubabarira umuntu. Unaweza ukasamehe mtu. Utazigera mukongera kuona. Na ambaye hamtawahi kufuatana. Sasa mtu ambaye amenikanyaga tukiwa kwa ndege. Nikiwa katika Turkia. Naweza kumsamehe wakati huo. Ni lini tutaweza kupatana na yeye? Lakini akiwa ni jamaa ambaye tunakaa pamoja. Naweza kumuita. Hatua ya kwanza ni kusamehe. Ngohereza kagafunguzi na nitume kifungo hiyo kwake. Na nibishe kwake. Akikubali kufungua. Safari sasa ya kujiunga pamoja ndipo inaanza. Kujiunga ni safari. Kusamehe ni lazima. Hatuna muda wa kufikiria kwa kusamehe. Lazima tusamehe saa hiyo. Biblia inasema ndugu yako akiweza kukukosea na ukikasirika, jua lisichwe. Jua lisichwe. Kusamehe ni wakati huo. Mkristo agomba guhora babarira. Anafaa kuendelea kusamehe. Ariko kwiyunga. Lakini kujiunga urugendo utegura. Ni safari ambayo unaandaa. Rimwe na rimwe hazamo n'aba mediators. Moja kwa moja hata kunaweza ukaja wale ambao wataunganisha. Unasema wewe ni rafiki yake. Huyu rafiki yake. Tuye tukaganira. Tukiungana alafu tuongee. Uzabanze mugenderere. Mumtembelee kwanza. Tangira urugendo rwo kwiyunga. Na tuanze safari ya kujiunga. Ariko kubabarira. Lakini kusamehe. Nako kai. Ni wakati huo. Uyu mugoro. Wakati huo jioni hii. Mungu akupe nguvu za kusamehe. Jioni hii. Mungu afike moyoni pako. Milango ifunguke. Vitu zibadilike. Shangilia Mungu kwa makofi. Narimo mvuga ibintu kubabarira bidasobanura. Nilikuwa nasema maana ya kutosamehe. Kamvuga utuntu nkatungaye kubabarira bisobanura. Wacha niseme vitu ambazo zinamaanisha kusamehe. Icambere. La kwanza na mahitamo. Ni maamuzi. Kubabarira na mahitamo watekereje. Ukiwa umefikiria ukavuga ngo kuva none na kusema tangu leo nemeye kuva mu kintu cambayeho cambase. Nimekubali kutoka kwa kitu ambacho kimenitawala. Hizo zizambwiraga ko umuntu yambemukiye. Ile kujihisi ya kuwa mtu alikuwa amenikosea. N'uburyo namufataga. Na jinsi nilikuwa namwangalia na jinsi nilikuwa. Kuva none bisemo. Tangu leo nimechagua. Ili iende kabisa. Bisemo none. Nimechagua kumubohora. Kumuacha awe huru.
ariko biragoye, lakini ni vigumu. Umugore yigeze ambwira amagambo, mke amewahi kuniambia maneno, ambwira ngo umugabo wewe akaniambia mume abana batatu amezaa watoto watatu nje ya boma, miaka 4 ya kwanza ya kuona kwa wake watatu tofauti. Arambwira nani yigisha inyigisho Burundi kera, akaniambia nilikuwa nafunza mafunzo katika mwaka wa 2012. Akasema je, mtu huyo anaweza mkumsamehe? Tukaongea, musigira nimero ndagenda, nikamwachia namba nikaenda. Baada ya miaka 7 aranyandikira, akaniandikia, arambwira ngo narabigerageje, akaniambia nimejaribu, ngo ari umusaruro byata, eti kuna mazao imetoa. Ilipokaa ejo bundi abantu bava mu Burundi benshi bahunga, watu walipotoka Burundi wakikimbia, nangezewe Kigali, nikaona amenifikia Kigali, akaja na mumewe, arambwira ngo, akaniambia muri babana nakubwiraga, kwa wale watoto ambao nilikuwa nakwambia, mwana wa kabiri yazaranye n'umwe muri babagore, mtoto wa pili ambaye amezaa na wake hao ndiye ambaye anatufanya tuishi kwa boma hili, ndiye ambaye anatugharamia. Mwana wa gatatu, mtoto wa tatu, yafashe barumuna biwe babyaranye n'uwo mugabo, ameweza kuchukua ndugu zake, yabajanye hanze muri Canada, amewapeleka Canada, ndiye anawafanya waishi. Iyo utambwira kubabarira wa, akasema kama ungelianiambia nisamehe, gahunda yo gutandukana nawe Burundi, nilikuwa nitengane na yeye. Uyu munsi ari njewe, siku ya leo ikiwa mimi na hawa watoto nimezaa na wao, hakuna mtu ambaye angelikuwa na maisha. Lakini siku nimekubali kusamehe, maisha yakabadilika. Kusamehe, kubohora umutima wao, ni kuweza kufanya uono. Kusamehe kukingura imigisha yawe, inafungua baraka ya kwako. Kusamehe urufunguzo, ni kifunguo. na mahitamo umuntu ahitamo bitoroshe, maamuzi mtu anachukua lakini si rahisi, harimo ka process, na hata kuna mchakato. Uzimamvu harimo ka process. Unajua kwa nini kuna mchakato? Nuko iyo umaze kumubabarira, ni kwa sababu ukishamsamehe yakora utundi, saa zingine anafanya mambo mengine, yakora utundi, akifanya mambo mengine unataka kuconnect, unataka sasa kuyarudisha, kuconnect, una connect yale ambayo amefanya. Unasema sababu nimemsamehe hii, yatangiye kunkandagira, ameanza tena kunikanyaga, yambonye mu bwongo, ameniona kwenye ubongo. Si ndivyo wanawake wanasema? Nanakuwa wale watashe njoro, nimekusamea ukija usiku sana, nimekusamea ukiwa umezaa nje, sasa umeanza hivi. Bisaba harimo ka process, lazima kuwe na mchakato. Igihe wibutse yuko wabari, saa zile umekumbuka kwa umesamehe, ugira imbaraga, una nguvu. Igihe yongeye kugukomeretsa, saa zile amekuumiza tena, wibuka nivyo wabari, unakumbuka na yale umesamehe, ikaba bishash na iwe mapya. Ariko chachemezo wafasha, lakini ile maamuzi umechukua lazima uweze kuishika, ni maamuzi kweli. Kindi kandi, jambo lingine ni ukuvuga ngo kuva none, ni kusema tangu leo guhamba uburakari, nimeweza kuzika hasira. Ico bita anger na bitterness, ni kuweza kuzika hasira. Ingo nishiburi, boma nyingi zirimo bitterness n'uburakari, zimo vita na hasira. Nagiye muri Canada mu mwaka ushize, nimeenda Canada kwa mwaka uliopita. Nzabuse nimevuga ni mumenyi wari we, nikisema mtamjua, umuntu arambwira ngo, mtu akaniambia afite ikibazo, eti ana tatizo. Umugore yaramuhamagaye mu gitondo, mke amempigia asubuhi, arambura ngo ashaka wasangira ikawa, akamwambia anataka wachangie kahawa. Baricara ahantu, wakakaa mahali, umugore afata shokola, mke akaweza kuchukua kahawa, umugabo afata ikawa, na mume akaweza kuchukua hapo kahawa. Kumubwira inkuru nziza, akazani anaenda kumwambia habari njema. Aramubwira ngo tukiwa muri Kenya, akamwambia tukiwa Kenya, ko niko kuri kose ko hiyo ni ukweli. Mu myaka 9 ishize, kwa miaka 9 iliyopita, wigeze kuntuka kuri mama, umewahi kunitusi kwa jina la mamangu. Aho alafu agira ngo karamubwiraga ngo amusabe imbabazi, akazani anataka kumwambia amuombe amsamehe. Aramubwira ngo maze kuandikira polisi, akasema nimeshaandikia polisi, wizi kunkurire mu rugo, eti waje wakutoe bomani. N'ubu ntibarasubira, na hadi wa leo hawajawahi kurudiana. Imitima irimo bitterness, mioyo ina vita, irimo uburakari, ina hasira. Abantu benshi, watu wengi, kuko umugabo kimukeneye, kwa sababu mume unamhitaji, cyangwa umugore kimukeneye, ama mke unamhitaji hapa, mukinyura handi ku ruhande mwembi mugahuriza utuntu hapa, mnapita hapa na hapa, mnaunganisha. Mara kugera hanze, mukifika ngambo, za leta zibabwira ngo mugira uburenganzira, pale serikali inawaambia mna uhuru. Uzi ngo leta yofata n'abandi kabato, ukijua hata serikali inaweza ikashika watoto na kuwasaidia, unaambia mume ile siku Kenya, ukagira ngo ni uhemukiye, unazani eti yeye ndiye aweze kumsaliti. Uhemukiye n'abana bawe, umewasaliti hata watoto wako. Ibyifuzo byinshi bya mahitaji mengi yetu bitubwira gutandukana no kutababarira, yanatuambia kuachana na kutosamehe. Ariko umwuka w'Imana, lakini roho wa Mungu utubwira kubabarira, yanatuambia kusamehe. Lakini umuntu yagukoreye, hakuna kile kitu mtu amekufanyia ambacho huwezi kusamehe. Bitterness, vita, bitterness
ni hasira, vita na hasira. Sikia uchungu. Hari abantu benshi bashaririye. Kuna watu wengi ambao wana uchungu. Hari abantu benshi bafite uburakari. Kuna watu wengi ambao wana hasira. Uyu mugoroba. Jioni ya leo. Uyu mugoroba. Jioni hii. Imani gukure mu burakari. Mungu akuondolee hasira. Uyu mugoroba. Jioni hii. Samehe watu. Hari bene wanyu bagiye hanze. Kuna ndugu zako ambao wameenda ng'ambo. Ulikuwa unadhani watakusaidia. Hawakusaidii. Waacha niwaongelee na wao. Ukijua maisha ambao wanakaa. Amerika nimeenda kabla ya kuoa. Katika mwaka wa 2001. Karibu miaka 25. Naifahamu. Tangu wakati huo. Kama miaka 2 ndio nimepata tatizo. Hakuna mwaka ambao naenda mara 4 mara ngapi? Napafahamu. Wengi ambao mnasema wamewasahau. Eti hawawapi kitu. Na wao wanasumbuka kweli. Wapo wanatafuta. Wanatafuta na wao. Kutafuta. Alafu wamechoka. Hapo kwa stress. Ukimwandika mara 2 asikujibu. Asiposoma message. Unaambia ndugu yako mwingine. Unamwambia mbona ndugu anakuandikia na umjibu. Umemshtaki. Takugira inshingano. Hana jukumu kwako. Si umwana wa uzara. Si mtoto wako ambao unamzaa. Hanyuma ntabwo ari nyoko cyangwa so. Si mama yako ama baba yako. Huyo ni ndugu yako tu. Mwene wanyu buriya ni mwene wanyu. Ndugu yako tu. Mwene wanyu nuwo hiri. Ni wakando. Agize icyakora. Kama afanyi kitu. Shukuru. Rimwe na rimwe yabikora. Mara moja akifanya. Ugahita umuposting ukaja muri status. Unampost unaweka kwa status. Ongera gusaba atabikora. Na ukimwomba asifanye. Ugahita posting status y'umwanzi wewe. Unaweza kuweka status ya adui yako. Ibi bintu. Haya mama. Mwambie maneno haya. Babarira. Samehe. Haricho atagukora. Kuna kile hajekufanyia. Haricho yagusezeranya. Kuna kile amekuahidi. Haricho yakubwiye azakora. Kuna kile amekwambia atafanya hajafanya. Arikubabarire. Lakini msamehe. Ijoro numubabarire. Usiku ukimsamehe. Wewe wamberukira. Wewe ndiye utaweza kupona. Urasigara umeze neza. Utabaki vizuri. Hari ndirimba bangara baririmba. Kuna nyimbo ambao walingana wanaimba. Pepele. Monangana bani Yesu monati kala pepele. Ngono kuvuga ngo ninkaga ndoroshe. Mimi ni mwepesi. Kubera kwakira Yesu. Kwa sababu ya kumpokea Yesu. Maisha ni mepesi. Ntabyo kuremererwa. Hakuna ya kusumbuka. Hakuna mizigo. Iyo umuntu yake Yesu kumwamini mtu akipokea Yesu kama mwokozi wa mfano. Akiwa amefika moyoni. Atanga amahoro. Anatoa amani. Atanga ibyishimo. Anapeana furaha. Yirukana uburakari. Anakimbiza hasira. Yirukana indima zose. Anakimbiza machofu. Niyo utabonye icyo urya. Hata kama hujapata chakula. Ngo Yesu. Unasema Yesu nampenda. Anayeweza kukuona anaweza zania huna kazi. Angalia mtu wako kama nawe. Muangalie yule ako kama nawe. Kuna yule anaweza zania kuwa huna kazi. Ukienda kwa wake wengine hakuna yule anaweza. Kuna kile Bwana hajafanya. Shangilia kwa makofi. Kubabarira. Kusamehe. 2 ndashoje. 2 natamatisha. Ni intambwe ya mbere yo gukira. Ni hatua ya kwanza ya kupona. Niba ushaka gukira no. Kama unahitaji kupona leo, babarira. Samehe. Cha kabiri. 2. Kubabarira. Kusamehe. Ni inconditionnel. Ni bila sharti. Ta condition ugomba gushiraho. Si usimwekee sharti. Kwa abantu benshi iyo bajya kubabarira. Kwa maana watu wengi wakienda azaze ngurabona ngongiye gukora ngo ariko ntugasubira. Anasema naenda kusamehe lakini usirudie. Umwambie nitarudia. Nzosubira. Nitarudia. None se nabikoze mbishaka. Sasa nimefanya kwa mapenzi. Niba ndarabikoze mbishaka. Kama sijafanya kwa mapenzi. Urambira ngo sinzasubire. Unaniambia nisirudie. Nukuvuga ngo nzambikora nabigambye. Eti nafanya nikiwa nimekusudia. Umuntu ngo ndagasubire. Mtu ukimwambia asirudie. Wagiye kure. Umeenda mbali. Mubabarira ibyano. Msamehe ya leo. Kunda makuru ya Daudi na Yesu. Napenda habari za Daudi na Yesu. Daudi na Mungu. Yaramubabariye. Amemsamehe. Nimbabazi zibuta. Na akampa msamaha wa kesho. Ikomere data mashi. Shangilia Bwana kwa makofi. Yesu yakoze mu yale Yesu amefanya maishani mwetu. Yaratubabariye. Ametusamehe. Aratubabariye. Akatusamehe. Aravuga ngo nimwongera gukora nica. Akasema mkifanya hata dhambi na wasamehe. Imbabazi za Yesu. Msamaha wa Yesu. Zirahagije. Yametosha. Kubera yuko zageze muri twe. Kwa maana imefika ndani yetu. Zashize imbabazi mu mitima yao. Imeweza kuweka msamaha ndani ya mioyo yetu. Ukienda kuomba ukamufite ikibazo na kuwa na tatizo. Banzu babarire. Samehe. Wengi. Niyo mpamvu ibyanyu bitafunguka. Ndio maana vitu vyenyu havijafungulika.
utubabarire ibyaha byacu utusamehe dhambi zetu zetu natwe tubabarira kama jinsi nasi tunasamehe. niba uzubabarira Kama unasamehe warababariwe, umesamehewa. niba utazubabarira Kama usamehe turababarirwa, hujasamehewa. niba utarababarira Kama hujasamehewa amasengesho y'umunyabyaha maombi ya mwenye dhambi ikizira imbere y'Imana, ni chukizo kwa niba Mungu. ushaka ko Imana yumva amasengesho Kama unataka Mungu asikie maombi yako, ubabarire kuva none. samehe tangu leo. Dukomere data. Shangilia Bwana kwa makofi. Waguruke dusenge. Simameni tuombe. Narababariwe